Hebu mfikirie huyu jamaa aliamua kwenda kuiba moja ya benki yenye ulinzi mkubwa zaidi duniani kwa kujifanya mfanya usafi, lakini kwa bahati mbaya mambo hayakwenda vizuri kabisa vile walivyotegemea. Utakuwa nami Matrix_TZ na channel ni Matrix TZ. Karibu. Kama tu wanavyosema kwamba binadamu hatujakamilika, hivyo hata mpango wao ulikuwa na kasoro kadhaa, na filamu inaturudisha mpaka mwaka 1645 ambapo kuna meli ambayo ilizama ikiwa na mali nyingi sana za thamani, na sasa mwaka 2019 miaka 400 mbele kuna hili kundi liliamua kuzitafuta mali hizo wakiwa wanaongozwa na kiongozi anayeitwa Walter. Huyu alikuwa kiongozi imara sana, na kwa bahati walizipata mali zote zile, na bila kupoteza wakati walizichukua mali zote zile na kuziweka kwenye kontena maalumu, kisha wakazipeleka juu kwenye meli yao. Basi haraka walianza kusafisha mali hizi ili waanze kuziingiza sokoni, lakini bado kuna kitu ambacho Walter alikuwa na kihitaji ambacho hakikupatikana. Kwa hiyo aliwaambia jamaa waendelee kutafuta, ijapokuwa operesheni hii ilikuwa ni kinyume cha sheria. Kwa bahati nzuri, James akiwa na furaha alimuonyesha Walter kwamba amepata mali ile ambayo walikuwa wanahitaji zaidi. Chap alipanda juu na wote wakaanza kupongezana kwa kinywaji kwa kazi walioifanya. Basi furaha ile wala haikudumu, kwa sababu ghafla polisi wanamaji walitokea na kuwaweka chini ya ulinzi, kisha wakawaambia wasalimishe kila walichokipata. Walter alifungua kesi ya madai dhidi ya serikali ya Hispania katika mahakama ya kimataifa huko nchini The Hague, akisema ya kwamba mali zile sio za serikali ya Hispania bali zilikuwa za mtu mmoja anaitwa Guadalupe, ambaye ndo aliyekuwa mmiliki wa ile meli iliyokuwa na mali zile ndani yake. Lakini kwa bahati mbaya mahakama iliamua ya kwamba mali zile zitaenda kwa serikali ya Hispania. Basi huyu dada anaitwa Margaret, ambaye ni rafiki wa karibu sana wa bwana Walter, alitaka kujua mpango wa Walter, na Walter akamwambia ni lazima apate mali zile hata kama ni kwa kuvunja sheria. Na leo jijini Madrid, mji mkuu wa Hispania, polisi ndio walikuwa wanapeleka mali zile katika benki kuu ya Hispania, ambapo ndipo mali hizi zitakapohifadhiwa, na bwana Gustavo Medina, kiongozi mkuu wa ulinzi katika benki hii, alikuja kuzipokea. Basi walitoa makreti yale ambayo ndio yana mali ndani yake na kuzipandisha kwenye lifti. Tunakuja kwa bwana mdogo ambaye anaitwa Tom, ni mwanafunzi wa kozi ya engineering katika chuo cha Harvard. Alikuwa ni genius, alipata kazi nyingi sana hata kabla ya kumaliza chuo, na alikuwa anapewa mshahara mkubwa sana zaidi ya $400,000 ambayo ni kama bilioni 1 kwa pesa ya Tanzania, lakini Tom alikataa. Baba yake ambaye ndo alimtafutia nafasi hizo hakupendezwa na hili, lakini Tom akamwambia amwache achague kile anachokipenda maishani mwake. Wakiwa wanaendelea na mazungumzo, Tom ujumbe uliingia kwenye simu yake. Kuna mtu ambaye alimwambia ana kazi kubwa sana ambayo anataka afanye na Tom, na alimpa maelekezo sehemu ya kwenda kukutana naye, na bila kupoteza wakati akafika. Aliendelea kuangalia watu hawa ambao hawafahamu, lakini ghafla alikutana na huyu dada anaitwa Lorraine ambaye ndio aliyemuita. Wakiwa wanaongea, Lorraine aliendelea kuwaibia watu, na ndipo Tom akajua kwamba kumbe huyu dada ni mwizi. Alitaka kuondoka, lakini huyu dada alikuwa na nguvu kubwa sana ya ushawishi. Tom alishindwa kabisa kukataa. Lorraine akamwambia twende tukakutane na mtu ambaye ndio anayesimamia kazi niliyokuambia. Walifika kwa Walter na alifurahishwa sana na uwezo wa Tom, hivyo akamkubali. Walter alimwambia kazi yenyewe ni kwenda kuiba katika benki ambayo ina ulinzi zaidi duniani, na hiyo ni benki kuu ya nchi ya Hispania. Na kwa makini sana Tom alisikiliza mpango huu, na kwa namna fulani ulianza kumpendeza, hivyo alimwahidi Walter ya kwamba ataenda nyumbani ili akafikirie. Tom aliporudi alianza kuangalia benki ya Hispania pamoja na chumba ambacho kinawekwa zile mali ili kuweza kujua ni chumba ambacho kina ulinzi kiasi gani. Tom anapenda kazi zenye changamoto, kwa hiyo alikubali mpango ule na wakaelekea Madrid. Na alipofika airport alipokelewa na mrembo Lorraine. Basi walichukua taksi pamoja na wakaelekea eneo la kazi. Hapa walikutana na Walter pamoja na kundi lake. Ndani alikuwepo Lorraine ambaye ni mwizi, Klaus ambaye ni mtaalamu wa kompyuta, pamoja na James ambaye ni mshirika wa karibu wa bwana Walter tokea mwanzo, pamoja na Simon ambaye yeye ni fundi wa vifaa. Wote walikuwa wanamdharau sana Tom kwenye kundi hili. James alimuuliza Walter, huyu dogo amekuja kufanya nini ambaye hata ndevu bado hajui kunyoa? Basi Tom alionyesha uwezo wake kwa kuwapa namna ya kuvunja kile chumba ambacho ndio ndani kina zile mali bila kutumia nguvu kubwa, na huu mpango ulimpendeza kila mmoja, hivyo wakaanza namna ya kufanya hii kazi. Walter anasema hahitaji mali nyingine zozote ambazo zilichukuliwa na serikali, bali kuna mali moja tu ambayo anahitaji yenye maneno ya Kilatino, Sic Parvis Magna, ambapo ndani yake kuna ramani ambayo inakupeleka sehemu yenye mali nyingi zaidi, lakini ilichukuliwa pamoja na mali zingine ile siku ambayo polisi
kuichukua mali zao. Basi kundi zima lilikusanyika na wakaanza kuchora mchoro wa namna ya kuingia kwenye ile benki, kwa sababu ni moja ya benki zenye ulinzi mkubwa zaidi duniani, na si walinzi wa kawaida peke yake, bali ni walinzi wa bobezi, na kiongozi wao mkuu ni huyu jamaa anaitwa Gustavo Medina. Lakini benki hii ipo karibu na kambi ya jeshi la Hispania, jeshi ambalo lina wanajeshi zaidi ya 500 ambao wapo tayari kuilinda benki hiyo pale ambapo watahitajika. Kwa hiyo kuingia kwa njia za kawaida ikawa ni ngumu, hivyo kundi hili likakubaliana watapita njia za chini. Kazi ya ukaguzi ikawa ni ya James pamoja na Samuel, ambao walikuja huku chini ili kuangalia kama kutakuwa na kizuizi chochote, na hata ukifanikiwa kuingia ndani, bado ile safe ambayo ipo ndani ya benki ilikuwa na ulinzi mkubwa ambao inatumia teknolojia ya hali ya juu sana. Basi ilihitajika kuiona hiyo safe kwa ukaribu, hivyo Simon akajifanya bosi wa kampuni ya usafi na kumpigia msimamizi ya kwamba asitume vijana kesho kwenda kufanya usafi pale benki. Nikukumbushe tafadhali kulike, kusubscribe na kucomment. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe unapata taarifa pale tunapoposti recaps kila wakati. Okay, tuendelee. Kwa njia hii itawarahisishia kuiona hiyo safe wakijifanya kama wafanya usafi. Na wakati huo ndo kulikuwa na fainali za kombe la dunia la 2010 na mitaa yote ya Madrid ilikuwa imejawa na washangiliaji kwa sababu timu yao ilikuwa imeingia fainali. Kwa hiyo mitaani kulikuwa na shangwe kibao. Kwenye hili kundi James ni askari mstaafu, kwa hiyo yeye akawa hakualifai kwenda kwenye hiyo kazi kwa sababu angeweza kuonekana na ingeleta maswali. Basi dogo Tommy kabidi ajitolee kwa sababu wengine wote hawawezi kwenda benki na kuonekana na kamera bila kuzua maswali. Wengi walikuwa na wasiwasi, lakini alijielezea. Basi kesho yake yeye pamoja na Simon wakawa wamefika na wakawa wanaulizwa maswali hapa getini. Basi mlinzi alisearch hili gari vizuri sana na hakupata chochote kile ambacho kina wasiwasi, akawaruhusu waingie. Wakati huo pia Lorraine alikuwa ameingia akiwa ametumia jina tofauti, akijifanya mtaalamu wa sanaa ambaye amekuja kuchunguza michoro ambayo ipo hapa benki. Basi alikuja bwana Gustavo Medina na kujitambulisha kwa Lorraine, ndipo akampatia ile kikombe chake cha kahawa ili tu akikishika wapate fingerprint zake. Basi Tom pamoja na Simon walikuwa akiendelea kuangalia mazingira vizuri, wakati huo bwana Gustavo alikuwa akiwaangalia kwa ukaribu sana. Basi Simon alitumia njia anazozijua kukwepa kamera na akafanikiwa kuingia kwenye hiki chumba cha kompyuta ambacho ndio chumba kinachotunza mifumo mizima ya benki. Basi Faster alifanikiwa kuweka kifaa maalum ambacho kitaweza kuhaki mfumo mzima wa hapa benki, na wakati huo mlinzi ambaye anaitwa Munoz alikuwa amemfikisha bibie kwenye michoro maalumu na akawa amemwacha peke yake kwenye hiki chumba. Faster akaficha kile kikombe chenye fingerprint za bwana Gustavo, na kumbe tayari kamera zilikuwa zinamuona, lakini walikuwa wameshazichezea. Wao wanamuona kama yupo kwenye picha bado, kumbe tayari ameshasogeza ile picha na tayari anafungua safe ndogo ambayo inafungua ndani, ambazo ndio zinaenda kufungua ile safe kubwa ambayo ilifungiwa zile mali ambazo walinyang'anywa. Kwa hiyo hapa alikuwa anatengeneza kopi ya hizi funguo, na wakati huo naye Tom alikuwa amefika akategesha kifaa maalum kwenye hii conference room, na yupo hapa kwa sababu chini ya hii meeting room ndio kuna ile safe kubwa. Lorraine pia alikuwa amemaliza kutoa kopi ya funguo, Faster akarudisha, na wakati huo aliingia kiongozi wa benki hii ambaye anaitwa Mariano Bellido na akaanza kumuuliza baadhi ya maswali, lakini ilibidi aondoke kwa sababu kule kwenye video wanamuona bado yupo kwenye picha ile muda wote huo. Basi akamuomba mzee ampige picha wakati anafanya scanning ya hizi picha ili kuendelea kuwapa muda wale wataalamu wa kwao wa hizi kamera warudishe picha halisi, na wakati huo kweli mzee akakubali. Basi walirudisha picha ya muda halisi, na huku wakawa wameona kwamba hakuna chochote kibaya kinachoendelea. Wakati huo kulikuwa kuna watu wanakuja kufanya mkutano kwenye kile chumba ambacho Tom yupo. James alishauri wakatishe huu mpango, lakini akamwambia hatuwezi kupata nafasi nyingine. Basi ilibidi Tom abakie huku mpaka wamalize kudownload ramani ya hiyo safe, na wakati huo Lorraine alikuwa amemaliza kazi yake na ndio alikuwa anasindikizwa. Na kwa sababu chumba hiki kilikuwa hakina kamera, Faster akaenda akafungua, akatoa funguo nyingine, akaiskani na kuirudisha ilipokuwa Faster. Na hata kabla kifaa hiki akijamaliza kuskani ramani ya safe kilipata shida, hivyo kikafanya alarm za moto zianze kulia, hivyo ikawabidi watu wote watoke kwenye hiki chumba, na hii ndio ikampatia nafasi Tom ya kuweza kutoka pia na yeye. Basi Faster Gustavo alisema kila mtu azuiliwe asitoke kwenye benki, na wanajeshi Faster wakawa wameingia ili kuzuia yote asiingie wala asitoke ndani. Basi Lorraine aliambiwa Faster kwamba kiongozi anakuja, kwa hivyo ikambidi atoke na ile funguo huku akiwa hajafunga kale ka safe aliyotoa. Basi Lorraine ikabidi
waambie, na Tom Fast akawa amefika, akapokea ile funguo na akarudi kwenye kile chumba na kuirudisha ilipokuwa. Alifanikiwa kuirudisha na kuifungia kwenye ile safe, lakini hapo hapo akaambiwa ya kwamba kuna mlinzi anakuja alipo. Basi Tom haraka alivaa earphone na kujifanya kwamba hajasikia ile alarm ya moto inayolia. Kwa hasira, huyu mlinzi alimwambia atoke kwa sababu watu wote wanatakiwa huko chini. Basi walitafuta lakini hawakuona chochote ambacho kinaweza kuwa ni shida, hivyo akawaruhusu watu wote watoke. Basi hilo lilifanikiwa, na sasa kundi lilikuwa linaangalia ile ramani ya safe ambayo ilidownloadiwa na kile kifaa, lakini kwa sababu hakikuweza kukamilisha kudownload huo mchoro, lakini Tom aliweza kugundua ya kwamba safe ile imezungukwa na maji ambayo ukishtukiwa ukiwa ndani, basi yale maji yatafunguliwa na utaweza kutoka kabisa. Nikukumbushe tafadhali kulike, kusubscribe na kucomment. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe unapata taarifa pale tunapoposti recaps kila wakati. Okay, tuendelee. Basi aliachiwa Tom kazi ya kuendelea kufikiria namna ya kuingia kwenye ile safe, na wakati anafanya hivyo, Lorraine alikuja, na wawili hawa tayari walikuwa na hisia za mapenzi zilizoanza kati yao. Na wakati huo Simon na James waliendelea kutafuta hii mifereji ambayo inaweza kuwaingiza ndani ya kile chumba ambacho ndio ile safe ilipo, na kwa bahati nzuri walipata na wakaweza kuingia mpaka chini ambapo ndio hii safe ilipojengwa. Na waligundua kitu baada ya kuona hizi chuma zinazoishikilia kwa chini. Na waliposkani huu ukuta, walipata habari mbaya kwamba ni ukuta mgumu ambao umejengwa kwa simenti pamoja na material maalumu yanayoitwa titanium. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu kuutoboa bila alarm kulia. Hili lilimuudhi sana kiongozi na akaondoka. Kwa hiyo kila mtu akadhani mpango umekufa. Na wakati anaendelea kufikiria ule mpango, hapa mtaani alisikia hizi kelele za hawa mashabiki na zikawa zimempa idea fulani nyingine kichwani. Basi alipoangalia kutumia hii darubini, aliona kamera zote zimeelekezwa kuangalia hawa watu ambao wanapiga kelele hapa chini. Kwa hiyo ikampa wazo ya kwamba wanaweza kupita bila kuonekana. Basi alirudi kwenye kundi na kuambia ya kwamba kutakuwa na dakika kama 90 na zaidi za kuweza kuingia benki na kutoka, na ikabidi wakubaliane ya kwamba wataingia kupitia juu. Mpango huu ulimfurahisha kila mmoja, na wakawa wanaombea sasa Hispania amfunge Ujerumani siku hiyo ili aweze kuingia fainali, na kweli walifanikiwa kushinda na kila mmoja alifurahi huku mtaani. Hili eneo la Sibyl Square lilikuwa na mashabiki wengi sana wakifurahia ushindi wa Hispania usiku wa leo. Na wakati huo huo Tom bado alikuwa anaumiza kichwa kuhusu ule mchoro. Tunarudi huku benki. Huyu kiongozi wa wafanya usafi anayeitwa Munio alikuja kuuliza ya kwamba mbona ile siku ambayo alamu ya moto ililia tulizuiliwa kuja kufanya usafi hapa benki. Jambo hili lilimshtua sana kiongozi wa ulinzi bwana Gustavo, hivyo akajua kabisa wale hawakuwa wafanya usafi bali walikuwa ni wezi. Na hata alipokuja kuangalia taarifa zao aligundua kwamba walitumia majina sio sahihi, hivyo walikuwa wanajipanga kwa ajili ya kuja tu kuiba hapa. Gustavo alileta taarifa hizi kwa kiongozi Belido na kumwambia ya kwamba kuna mpango wa wizi hapa. Na huku nao walipoangalia kamera walijua kabisa bwana Gustavo kuna kitu ameshtukia, kwa sababu amekuwa akifuatilia picha zao pamoja na viongozi wengine. Huku James alimlaumu sana Tom kwamba yeye ndio aliyekuja na huu mpango ambao ni wa kizembe mno. Basi Walter alikuwa na rafiki yake anaitwa Margaret ambaye ni kiongozi wa MI6 huko Uingereza, na ndipo Margaret akapiga simu kwenye hii benki ya Hispania na kusema ya kwamba wale jamaa sio wezi bali walikuja kwa ajili ya kufanya usafi peke yake. Pamoja na kwamba Gustavo aliendelea kuonyesha wasiwasi, lakini huyo kiongozi wa benki alimwambia hilo jambo umeshasikia na tayari limefungwa hivyo. Basi Tom alikuwa na mawazo sana kuhusiana na James alivyomwambia, kwa hivyo bibi Lorraine akaja akamwambia hebu tuenze tukale good time. Kwa hiyo wakaenda zao klabu, na wakati wanapiga story ndipo Lorraine akamwambia Tom ya kwamba Walter alimlea tokea akiwa mdogo baada ya wazazi wake kufariki. Wakati wako hapa, kuna idea Tom aliipata baada ya kumwona huyu mhudumu akitumia liquid nitrogen kwenye glasi zake. Akapata wazo ya kwamba ukitumia mzani ukaweka kitu juu yake basi itakuonyesha uzito wake, na alipotoa ile glasi na kupulizia liquid nitrogen kwenye ule mzani haukuweza tena kusoma uzito wa ile glasi kwa sababu tayari mzani huu ulikuwa umeganda. Akashauri watumie lita 500 za liquid nitrogen kwa sababu ikiganda ile safe haitaweza kupiga kelele. Hili lilimfurahisha kila mmoja, japokuwa James alikataa sana, lakini bado Tom alisisitiza kwamba mpango huu ni lazima utafanikiwa. Basi walikubaliana na mchoro ukaanza kuchorwa upya kwa kufuata ile plani ambayo aliitoa Tom pale. Basi walitengeneza fingerprint kutoka kwenye kile kikombe cha kahawa ambacho yule kiongozi alishika, pamoja na kutengeneza funguo kutokana na zile kopi ambazo Lorraine alienda kuzichukua. Basi usiku mmoja kabla ya kazi kufanyika, hapa walikuwa wamekusanyika na kila mmoja alikuwa na furahi, huku akiulizana maswali hapa na pale na kila mmoja alikuwa na furaha. Siku ya fainali ilifika kati ya
Hispania na Uholanzi, na hili eneo la Sibyl Square lilianza kujaa mashabiki mamia kwa maelfu wanaopenda mpira wa miguu. Na wakati huo kila mmoja kwenye hili kundi alikuwa amefika kwenye position yake, na huku James pamoja na wenzie walikuwa wamefika juu ili kuingia ndani ya benki. Basi walilenga kamba upande wa pili na ikashika kwenye chuma, na wakatumia kamba hii kuhama kutoka jengo moja kwenda lingine, na walipofika walichomoa moja ya glasi ambazo zilikuwa juu ili kuweza kuingia ndani. Mtaalamu wa teknolojia aliwaambia kwamba wana sekunde 50 tu kushuka na kutoka eneo hili, kwa sababu eneo hili linaonekana na kamera waweze kuingia ndani zaidi. Klaus kule aliwaambia kuna walinzi wanakuja, hivyo wakasimama kwanza, na walipopita wakaendelea kuingia ndani zaidi. Waliingia kwenye ventilation na kuanza kutambaa mpaka wakafika hili eneo la lifti, na kuhusu mchezo ulikuwa ni wakati wa mapumziko. Kidogo walikuwa nyuma ya muda, hivyo James ikabidi ajitoe mwanga kwa kuteleza na hizi nyaya, na hapo akafatwa na Tom pamoja na Lorraine. Walifungua mlango wa hii lifti na wakatokea ndani kwenye hili eneo ambalo ndio safe ipo karibu na hapa. Sasa Volti iko upande wa pili, na hapa ilibidi watumie ngazi, lakini kwa uoga Tom kidogo aanguke kwa sababu ya kuangalia umbali wa huko chini. Look at me. Basi bibia alimtia moyo na Tom akafanikiwa kufika upande wa pili. James alifuata kidogo, naye angeanguka kwa sababu ngazi ilishikwa na eneo dogo sana mwishoni, na Faster Tom alimshika kwa ujasiri na kumsaidia maisha yake kwa sababu kidogo angeanguka. James hakuwa na maneno mengi, alimwambia tu asante, na wakafika kwenye huu mlango ambao utahitaji password yenye namba 6, na Faster Klaus akazipata hizo namba akawapa, wakaweza kuingia ndani, na sasa walikuwa wameikaribia kabisa ile safe. Basi James kidoleni mwake alivaa hiki kifaa maalum chenye fingerprint za Gustavo. Wakati huo Tom pamoja na Lorraine wakaingiza zile funguo na kufungua kwa wakati mmoja, na kwa mshangao mkubwa hili safe lilifunguka, na walipoingia ndani walishangaa kukuta zile kreti pamoja na zile mali zote ambazo walinyang'anywa. Na Faster ukaanza mpango wa kumwaga liquid nitrogen kwenye huu mzani wa hii safe ili usiweze kuonyesha uzito umeongezeka huko juu. Basi walitumia zile lita 500 za liquid nitrogen, na huu mzani ukawa wote umeganda, kitu ambacho kilifanya hadi huku juu napo paanze kuganda. Basi Tom alisogea kuzifuata zile kreti, na kweli mpango ulifanikiwa kwa sababu huu mzani haukusogea kuonyesha uzito. Basi Faster wakafungua hizi kreti kutafuta kile wanachokihitaji, kwa sababu muda unaenda na ile liquid nitrogen ilikuwa inaanza kupoteza nguvu, na kwa bahati nzuri Lorraine aliipata. Na huku Gustavo aliona baadhi ya alarm zikiwa zinawasha taa nyekundu, hivyo akatuma baadhi ya walinzi wake ili kwenda kuangalia, wakakuta kumbe ni ndege. Lakini walipotazama juu walikuta kuna kioo kimetolewa, kwa hiyo hii ikamaanisha kuna mtu ambaye aliingia akapaacha wazi. Moja kwa moja Gustavo akajua pia kamera zimechezewa, kwa sababu akirudisha haoni kabisa tukio la hao watu kuingia. Basi Faster akatoa taarifa mpaka kwa wanajeshi, wakazunguka hili eneo ili kutokuwapa nafasi yoyote ya mtu kutoka. Basi baada ya Walter kuona hivi, alishauri wajisalimishe kwa hawa walinzi, lakini katika namna ambayo haikutegemewa, James alitoa bunduki na kumshikia Lorraine na kumwambia ya kwamba ampatie kifaa hicho. Kumbe pamoja na James kuwa amestaafu, bado alikuwa anaendelea kufanya kimya kazi na serikali ya Uingereza. Wakati wanaendelea kubishana hapa, walisahau kwamba nitrogen tayari imeyeyuka na mzani unaanza kusoma uzito, hivyo Faster ukawa umefunga hata kabla hawajatoka. Wote walikata tamaa, walikuwa wanasubiri tu kifo, kwa sababu ni muda ambao sasa maji yanafunguliwa na yatajaa mpaka juu. Faster maji yakawa yamefunguka kweli, lakini kwa sababu James alikuwa muogeleaji mzuri, aliwaambia samahani, akaingia ndani ya maji, akapitia kwenye ile shimo aliloingilia na kutoka. Sasa akawa amebaki Tom pamoja na Lorraine wakiwa hawajui cha kufanya. Basi wakati wanaendelea kufikiria namna ya kutoka, Tom alipata wazo ya kwamba huu mzani kuna sehemu ukifika basi maji yatasimama. Kwa hiyo akamwambia jamaa aweke ile mitungi ili kuzuia ule mzani usishuke zaidi. Na wakati huo jamaa akaja kutoa kifaa kile ambacho kiliwekwa na hawa wezi huku kwenye computer room. Kwa hivyo wakawa wamepoteza kamera zote za ndani na zikawa zimerudi kwa bwana Gustavo. Hivyo akawa anaona jinsi Tom na mwenzie wanavyozama kwenye yale maji. Basi walikuwa wanaangalia jinsi maji yalivyojaa na wakajua labda wamekufa, kumbe bado, na wakawa wameshikana mikono. Huku Simon hakukata tamaa, aliweka kila kitu kwenye ule mzani mpaka yeye mwenyewe akapanda. Na kwa bahati nzuri kweli ule mzani ulisimama, hivyo nayo maji yakawa yamesimama. Basi walinzi walikuwa tayari wanakaribia eneo hili. Faster mlango ulifunguka na walinzi walipoingia ndani hawakukuta mtu yeyote. Hata bwana Gustavo alivyofika alishangaa kwa sababu hawakukuta hata maiti za wale wawili ndani. Na wakati anarudi alishtukia kuona matone ya maji yakitokea juu, na alipofungua alimsikia Tom pamoja
pamoja na Lorraine wakiongea ndani yake, ina maana bado walikuwa ndani wanaendelea kutambaa kutoka kupitia zile ventilation za mwanzo. Na Tom pamoja na Lorraine walikimbia na kuingia kwenye ofisi ya Chairman Belido na wakatoka kupitia dirishani. Gustavo pamoja na walinzi walipoingia ndani ya ofisi hii walikuta tayari wameshatoka na kujichanganya pamoja na mashabiki wengi wanaoshangilia mpira hapa nje. Tom na Lorraine waliendelea kukimbizwa na wanajeshi, hivyo wakavua nguo zao na kubaki na jezi za nchi ya Hispania kama mashabiki wengine, lakini bado wanajeshi walikuwa wanawaona na kuwakimbiza. Walikata tamaa. Wote wawili walibusiana kwa hisia sana. Wakati huo ndio timu ya Hispania ilikuwa imefunga goli, kwa hiyo eneo hili lote likalipuka kwa furaha. Ndipo Tom pamoja na Lorraine wakapata nafasi ya kuwakimbia wale wanajeshi. Basi kumbe yule bibie Margaret muda wote alikuwa anazungumza na Walter kuhusu huu mpango ili tu bwana Walter aweze kupata hizo coin na James azichukue, hivyo alizifikisha. Na alipozipokea aligundua ya kwamba sio kile ambacho kilitolewa kwenye lile vault, kwa sababu Walter alimwambia Lorraine akipata hicho kifaa abadilishe na kingine. Hivyo wakawa wamepata kifaa halisi, alafu serikali ya Uingereza ikawa imepata kopi ambayo waliitengeneza. Sasa kundi hili likawa limejua mali zingine zilipo na mpango mwingine ukawa umeanza namna ya kwenda kuchukua mali hizo. Na huu ndio ukawa mwisho wa filamu hii. Ulikuwa na mimi Matrix_TZ. Nikukaribishe sana kuangalia filamu zingine na usisahau kusubscribe, like na kucomment. Until next time, bye bye.